Mambo vipi mungwana, wajonaje hali? Langu jina ni Mwalimu Victor Ramadhani Karinga. Karibu sana. Napatikana kwa nambari za simu 0620 443 048. Hii ni sehemu ya pili ya somo letu ambalo tulilianza hapo awali. Tofauti ya somo hili la pili na somo la kwanza. Somo la kwanza mtu unafanya kila kitu wewe mwenyewe vile ambavyo wewe unataka. Lakini katika somo hili la pili tunakwenda kutumia akili mnemba kwa maana ya AI. Sasa kwenye AI unapokuwa unafanya vitu hasa kwa kutumia AI za bure unaweza kujikuta wewe unataka kitu kifanyike hivi, lakini AI anakifanya vile ambavyo yeye ametaka au yeye vile ambavyo amejazwa taarifa, lakini hakuna kitakachoharibika. Tutakwenda kufundishana, ikiwa kuna pahala ambapo AI ataharibu basi tutarekebisha kwa pamoja. Karibu sana darasani. Moja kwa moja tuende kwenye app yetu ambayo tutaitumia siku ya leo. Inaitwa Gemini. Ipo chini ya Messenger hapo. Ukiingia Play Store, andika Gemini kama ilivyoandikwa hapo, kisha itakuja na icon yake kama inavyoonekana hapo. Utaidownload. Baada ya kuidownload itahitaji email yako, utaingiza email yako, utaiaccess kwa sababu ni ya Google, kwa lazima uiaccess na huduma za Google ambazo wewe upo. Sawa. Utaifungua, ukishaingiza email yako utaifungua kama hivyo. Baada ya kuifungua, mimi nitaweka maneno yangu ambayo tayari ninayo. Sawa. Maneno haya unaweza ukayanakili pembeni. Nimeiambia hivi, unda posta ambayo inasema hatua za mafanikio tu. Nimeisisitiza. Usiongeze kipengele chochote. Iwe kama kichwa cha somo tu kama ilivyo kwenye picha rejea. Nita edit neno tu limejirudia mara mbili. Rangi ya brand iwe blue na nyeupe. Jina langu andika Mwalimu Samuel. Nitaweka huo mkato wa kusimama. Namba za simu ni hizo, lakini pia weka na icons za mitandao ya kijamii, yani Facebook, Instagram, YouTube, TikTok na WhatsApp tu. Lazima uweke tu ili kuisisitiza, kwa sababu huwa inaongeza icon kwa kuweka na mitandao mingine labda Threads au Telegram na mitandao mingine ambayo labda wewe unaweza ukawa haupo, lakini kama upo unaweza ukaiorodhesha yote. Ni muhimu sana kuorodhesha kuliko kuiambia ifanye yenyewe vile ambavyo inataka. Kitu kingine, chini usiweke logo yoyote. Nimeambia chini usiweke logo yoyote kwa sababu kwenye posta yetu rejea ina logo chini. Weka picha inayohusiana na somo husika, yenyewe itachagua, lakini muundo uendane na picha rejea. Yani ule muundo wa posta namna itakavyo uendane na picha rejea ambayo nitakuonesha hapa. Vipimo viwe square na iwe na ubora mkubwa na inaosomeka vizuri. Ninaposema iwe square kwa maana iwe na vipimo sawa pande zote 4. Baada ya hapo ninagusa alama ya kujumlisha. Nitaenda kwenye gallery. Kwenye gallery nitakwenda kuchukua picha rejea ambayo ni hii hapo. Hizo ni posta ambazo mimi huwa ninazitumia na ninaziunda kama nilivyokuelekeza katika ile njia ya awali. Sawa. Baada ya kuichukua hiyo posta nitakuonesha kwa ukubwa. Posta inaonekana kama hivyo. Hapo ilikuwa ni kwa ajili ya promo, nimeandika promo, lipia hivyo na hivyo. Chini kuna jina, kuna namba yangu ya simu, kuna icons za mitandao ambayo ipo, lakini hapo kuna logo za wadhamini ambapo kwenye ile tunayoitengeneza nimesema zisiwepo kabisa. Baada ya kuweka kila kitu hivyo na kuambatanisha picha rejea kama hivyo, nitairuhusu hii Gemini iweze kufanya kile ambacho tunataka itufanyie. Sisi tutabaki hapa kusubiri matokeo kama inavyosema hapa, just a second. Imeshakamilisha kazi yetu. Sawa. Kazi yetu imekuwa nzuri. Kama hivyo, hatua za mafanikio, na imeonyesha muundo wake jinsi ulivyo mzuri. Imekosea sehemu moja tu kwenye kipengele kidogo, imeandika neno promo, nilikopi kama lilivyo. Na hayo makosa yametokea kwa sababu hatukuiambia iandike nini. Labda tuiambie badilisha neno promo, weka neno mafunzo. Sawa, tunaiambia itakwenda itarekebisha. Sawa, itakwenda itarekebisha, kisha tutakuwa tuna posta yetu ambayo imekamilika vizuri. Kwa sasa ipo tayari, imeandika mafunzo, kwa download posta yetu ambayo tayari imeshakamilika. Sawa. Kwa hiyo ukihitaji tena kuunda posta nyingine, unatoka kama hivyo, una create project mpya. Sawa, ina create project mpya. Ngoja turudi kwenye project ya awali. Nataka tuchukue ile inayosema hivi. Nataka tukopi ili tuweze kuiweka kwenye project mpya. Sawa. Tunaweka hayo maneno, nimeyakopi kule ili tuje kuyatumia hapa. Unda posta inayosema namna ya kutunza akiba. Weka picha inayoendana na somo. Sawa. Weka picha inayoendana na somo. Badilisha iliyopo. Kila kitu kibaki kama kilivyo kwenye picha rejea, na ubora uwe mkubwa. Unaweza ukaandikia hapo ubora uweje, lakini mimi napenda tu kuiambia uwe mkubwa. Tunaweka picha rejea ambayo itaifuata. Sawa.
tunaweka picha rejea, tunaijaribu. Hii ni namna ya pili ambayo inaweza ikawa rafiki. Baada ya kuweka picha rejea itapakia kama hivyo, tutaisubiri kwa sekunde kadhaa, itakubali, tutairuhusu. Sawa sawa. Tutairuhusu kama hivyo, tunasubiri ichakate mpaka imalize ikae sawa. Tutaisubiri. Hii yote ni kwa nini? Kwa sababu nataka nikuoneshe namna ambavyo utakuwa unaendelea kuunda hizo poster kwa muendelezo, kiasi kwamba utakuwa unaibrand page au channel yako au chochote kile katika namna ambayo ni nzuri. Kwa hiyo chochote unachotaka kufanya kwa AI kifanye kwa kuambatanisha na nini? Na picha rejea. Sawa sawa. Imefanya marekebisho, sawa, imefanya marekebisho kama hivyo, sio mbaya sana. Nayo pia hii tunai-download kama hivyo. Kwa hapo tunakuwa tumeweza kutengeneza sasa poster za kwetu sisi wenyewe kwa kutumia AI. Sawa? Kwa mfano kama hivyo tumeona poster yetu ya ngapi? Hii ya pili, ya kwanza ni hiyo hapa. Sasa kuna nafasi hapa inabidi tu-crop kwa sababu kuna hiyo logo yake, kwa hiyo inabidi kui-edit kidogo, alafu una-crop hiyo logo ya nini? Logo ya Gemini isionekane. Hii yote ni kwa ajili isionekane kwamba umetumia AI kufanya vitu vyako, sawa? Kwa sababu inapunguza credit kwenye algorithm za mtandao. Pale inapoonekana umetumia AI kufanya kitu fulani na mtandao uje utaarifu kwamba umetumia AI, unaweza kujiweka kwenye hatari zaidi. Kwa siku ya leo mimi naomba nikushukuru sana. Tutakutana tena kwenye somo jingine. Asante sana na uwe na siku njema.